Kwa maelezo ya madaktari katika kaunti ya Kiambu, wanadai mgomo wao unaingia siku ya 138 na kuilaumu serikali ya kaunti pakubwa kwa kufumbia jicho mgomo wao. Madaktari hawa wakibadili ratiba ya kazi na kuingia uwanjani, wameitaka serikali ya kaunti kuingilia kati na kushughulikia madai yao. Serikali imefanya kila kitu isipokuwa kuwarejesha kazini. We want the healthcare status of Kiambu reinstated to its deserved position immediately. Many to kill. Translated, Governor, your days are numbered. You can do PR and public gimmicks with everything else, but you cannot do gimmicks with healthcare. The doctors have been out of work, pushed by the county government for now 138 days. Mothers have gone home without their children. Yet the hospitals are here without drugs. The hospitals are here and people cannot get care. Madaktari hawa sasa wametishia kuandaa mgomo wa kitaifa, huku hali ya vuta ni kuvute ikiendelea kushuhudiwa kati ya serikali ya kaunti ya Kiambu na Wizara ya Afya, kufuatia kile Wizara ya Afya inadai kuwa vifo vya kina mama na watoto vimeongezeka kutokana na mgomo wao, na hivyo kuna haja kubwa ya serikali kuingilia kati mgomo huu. We are going to set in place mechanisms for the resolution of the county government of Kiambu. We are going to be collecting signatures, 10% of the residents of Kiambu, that's 120,000, to petition the parliament, to petition the president to dissolve this county, because there's no way we can continue watching people dying. If some counties don't want to fix their health sector, then you don't blame us. Yeah, leadership is what is required. So if you can solve your leadership, and the maternal mortality rate in that county is very high, we have evidence. So when you are a leader, don't live in denial. You have been elected to serve the people of Kenya. Ni kinaya zaidi, mtazamaji, kwa serikali ya kaunti ya Kiambu kushikilia kuwa sekta ya afya imeimarishwa, huku vilio vya wagonjwa vikijitokeza peupe. Emmanuel Wekesa, Runinga ya Nyasi.